Naam, ikiwa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, karibu tujue ni yepi yale ambayo yamepewa vipaumbele katika gazeti zetu za siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne. Kumbuka kwamba kesho ndio ile siku ambayo maandamano yamepangwa ya kumbukumbu kuwakumbuka vijana zaidi ya 60 ambao waliuawa katika maandamano ya mwaka uliopita Juni tarehe 25, kwa vijana ambao walikuwa wanapinga mswada wa fedha mwaka huo. Lakini tujue ni yepi yale ambayo yamepewa vipaumbele katika gazeti za siku ya leo. The Standard, The Exposed, ikiwa mada kuu katika gazeti hili la The Standard. Je, ni yepi haya ambayo yamefichuliwa? Wanasema kwamba planned mayhem in a chilling expose. The Standard uncovers messaging in a WhatsApp group run by government bloggers and the officials, UDA secretary staff and parastatal chiefs, where they have been planning how to infiltrate peaceful protests in the city, generating propaganda aimed at media houses and prominent individuals seen critical of the government. The tactics include unleashing goons to cause mayhem with clear instruction to steal smartphones from protesters to stop them from capturing images of the protests and the police brutality. Wanasema kwamba ni yale ambayo yamepangwa ili kuharibu yale maandamano ambayo yamepangwa hapo kesho ya amani tarehe 25 ya kuwakumbuka vijana ambao waliuawa kama kumbukumbu ama fast anniversary ambayo ilifanyika mwaka uliopita. Na je, walikuwa wanazungumza nini? Nani akina nani? Ukiangalia pale chini mwa gazeti sura sao na vile vile yale ambao walikuwa wameyazungumza yamechapishwa. Ukiangalia pale ni mwanadada mmoja ambaye anaitwa Anastasia Kakuko ambaye ni UDA propagandist, ina maana kwamba anaenesha ufumi wa chama tawala, chama cha UDA. Ukiangalia pale chini kidogo ni yale matamshi ambao walikuwa wanayazungumza pale. Ukiangalia upande wa kulia pale kushoto walikuwa wanazungumza kuhusu kujitokeza kwa wingi ili kukap yale maandamano ya amani ambayo yamepangwa hapo kesho. Ukiangalia chini kidogo ni huyu mwanadada mmoja ambaye anaitwa Elizabeth Waithera ambaye anajiita Wasakaja, pia ni mmoja wa wale ambao ni political mobilizers pale Nairobi, ni wandani pia wa serikali. Ukiangalia pale chini kidogo ni yale ambao walikuwa wanayazungumza pale kuhusu kuharibu yale maandamano ambayo yamepangwa kufanyika hapo kesho. Ukiangalia chini kidogo ni mbunge wa Tiaty ambaye amenaswa bayana peupe akizungumza kuhusu kusafirisha goons, wale ambao wanaharibu maandamano kutoka eneo lile la Pokot kuja Nairobi ili kuharibu yale ama kukabiliana na wale ambao wataandamana siku ya kesho. Na amezungumza bayana akisema kwamba wataonana hiyo siku kulingana na taarifa. Huyo mbunge ambaye ni William Kapket ni mbunge wa Tiaty. Ukiangalia upande mwingine pale ni Peter ambaye ni jamaa mmoja ambaye pia ni UDA propagandist ambaye anaendesha ufumi wa chama cha UDA, chama tawala. Utaangalia pale vile ambavyo walikuwa wamezungumza kuhusu kuinfiltrate, kuharibu yale maandamano ambayo yamepangwa ya amani. Ukiangalia upande wa juu kidogo ni jamaa ambaye ni very controversial, jamaa ambaye kwa wakati mwingi sana amekuwa akiuzishwa na gunism na vile vile kupanga wale ambao wanaharibu mikutano ya kisiasa na vile vile hasa ile ambayo inafanyika katika jiji kuu la Nairobi, ambaye ni Calvin Sokoth alias Gaucho ama Ghetto President vile ambavyo anajiita, ambaye maandamano ambayo yamekwisha juma lililopita siku ya Jumanne pia yaliharibiwa zaidi, ikisemekana kwamba alikuwa amechangia zaidi katika uharibifu na vile vile kuwalipa goons ambao walikuwa wameharibu yale maandamano kulingana na taarifa. Ukiangalia pale nadhani kwamba ni taarifa ya kipekee ambayo ilikuwa imeangaziwa katika gazeti hili la The Standard kuhusu ufichuzi ambao umefanywa na Standard Media Group kwamba wale ambao walikuwa ama wale ambao washapanga tayari kuharibu yale maandamano ya amani ambayo yamepangwa hapo kesho. Kulingana na taarifa hii pia walikuwa wamesema kwamba wabunge wawili kutoka kaunti ya Kisii, wabunge wawili kutoka eneo lile la Mlima Kenya na vile vile mbunge mmoja mwanamke kutoka eneo la Rift Valley pale ni baadhi ya viongozi ambao wamepanga maovu dhidi ya maandamano ya hapo kesho. Hadi walikuwa wamesema kwamba walikutana katika hoteli moja jijini Nairobi ambayo waliitaja kwamba kupanga hayo machafuko, the mayhem that is planned hapo kesho dhidi ya vijana wale wa wanarika ama Gen Z. Tangia katika gazeti jingine, gazeti la Daily Nation wanasema kwamba the warmongers. Gazeti la The Daily Nation wanasema kwamba the warmongers. Ukiangalia pale ni taarifa tu ambayo pia inaambatana na hiyo ambayo tumeiangazia katika gazeti la The Standard. Wanasema kwamba action will be taken against people beating drums of violence, warns National Cohesion Agency. Sijui kama haya matamshi ambao walikuwa wameyazungumza jamani. NCIC
imeyajua ama bado? Kiangalia pale chini. Je, hawa warmongers ni kina nani? Hawa warmongers ni kina nani? Kiangalia pale kuna viongozi wakuu katika serikali ambao wameangaziwa katika haya ama hili ambao tunalizungumzia. Ukiangalia pale kuna viongozi ambao sura zao zimechapishwa hapa. Ukiangalia pale ni David Ndii ambaye ni mwenyekiti wa wale ambao wanamshauri rais kuhusu masuala ya uchumi. Ukiangalia pale kuna yale ambaye aliyazungumza, ningependa tu ni yasome moja kwa moja. Alisema hivi, ningependa tujue labda alizungumza nini. Alizungumza hivi, akasema David Ndii, wewe tokea, just stand up and say goodbye before you leave home, just in case you catch a stray. Kwamba wewe tokea lakini uwaage nyumbani kwa sababu huenda usirudi pale. Ndio yale ambayo David Ndii aliyezungumza. Huyo ni mwenyekiti katika washauri wa rais katika masuala ya uchumi anayazungumza hayo. Ukiangalia upande mwingine ni William Kamkete ambaye ni mbunge wa Tiaty pale Pokot, anasema hivi, I hear there are people planning to cause violence like last time. They cried of the mayhem caused by the goons brought last week. Let them try next week, tomorrow, and we will know there are Pokot youths. Alisikika tu akisema kwamba atasafirisha youths kutoka eneo lile la Tiaty, Pokot hadi Nairobi ili kukabiliana na wale ambao watakuwa wanaandamana. Upande mwingine pale kuna mbunge ambaye ni majority whip Silvana Sosoro ambaye ni mbunge kutoka eneo la South Mugrango ambaye pia amezungumza hivi, last week you incited the youth and we are aware there are plans to do the same in the name of June 25th anniversary. We are telling you that this time it will not be business as usual. Hayo ni matamshi ya viongozi ambao ni wa serikali kuhusu maandamano ambayo yamepangwa hapo kesho. Je, kutakuwa namna gani? Swala ambalo pia liko vinywani mwa Wakenya. Wakati hayo yanaendelea, pia ningependa tuangalie upande wa chini mwa gazeti pale. Tujue labda ni yapi yale ambayo yamepewa kipaumbele pale. Principals warn on grade 10 transition. Anazungumza kuhusu wanafunzi wa grade ya 10 pale. Ukiangalia upande mwingine pale ni kuhusu wanariadha. Anasema kwamba big leap of faith inside Kipyegon's monumental breaking 4 project in Paris. Ukiangalia upande wa juu mwa gazeti pale, nadhani kwamba ndizo taarifa ambazo zilikuwa zimepewa kipaumbele katika gazeti hili la The Daily Nation. Wanazungumzia tu kuhusu maofu ambayo yamepangwa kuhusu maandamano ambayo yamepangwa kufanyika hapo kesho ya kama kumbukumbu ya vijana zaidi ya 60 ambao waliuawa wakati wa maandamano ya Juni mwaka uliopita. Ina maana kwamba kuna wale ambao ni viongozi wanaendelea kupanga maovu dhidi ya vijana wale. Niingie katika gazeti la People's Daily pia tuone ni yapi ambayo yamepangwa ama yameangaziwa pale. Nadhani kwamba nitaangalia kwa haraka. Ukiangalia pale wanasema kwamba anxiety in key cities over Gen Z demos. Anasema kwamba yale ambayo yamepangwa na vile vile tumbo joto kuhusu maandamano ya vijana wa Gen Z. Anasema kwamba Ruto regime, which is blamed for the killing of the young brave Kenyans last year, faces an acid test as it confronts new protests with eyes on police brutality. Ukurasa wa 4567 utapata taarifa hiyo mtazamaji. Ukiangalia pale chini picha kuu tu kuhusu maandamano ya mwaka uliopita June 25th. Upande wa juu mwa gazeti, how the 2024 youth protests have pushed ODM to the edge. Kumbuka kwamba chama cha ODM kimekuwa kikiandika barua nyaraka kikisema kwamba hakipo katika serikali, hakina ushirikiano wote na serikali. Ukiangalia upande mwingine pale wanasema kwamba thrown under the bus. Wanazungumzia kuhusu wale polisi ambao walihusika na mauaji ya Albert Ojwang, jambo ambalo pia limezungumziwa sana na vile vile kukashifiwa na viongozi wa tabaka mbali. Gazeti likiwa gazeti la People's Daily ambalo pia naona pale linazungumza sana kuhusu maandamano ya hapo kesho. Nadhani kwamba gazeti la The Standard, gazeti la People's Daily, gazeti la The Standard, gazeti la People's Daily ni baadhi ya magazeti ambayo yamezungumza kuhusu maandamano ya hapo
ambayo yamepangwa kufanyika Juni 25. Ina maana kwamba hapo kesho, siku ya Jumatano. Ningependa tuangazie gazeti la mwisho, gazeti la Taifa Leo. Tuko tayari. Ni mseto wa hisia, wanarika wa Jenzi wakiapa kujimua ya barabarani, Nairobi polisi nao wakiahidi usalama ila kwa masharti. Vijana wa Jenzi wanasema kwamba wapo tayari. Polisi wanasema wapo tayari. Je, kutaendaje? Ni kuhusu maandamano ya hapo kesho. Na ufichuzi ni kwamba pia kuna viongozi wa serikali ambao wamepanga maofu rithi ya vijana hao. Je, kutaenda namna gani? Watashirikiana na polisi ama polisi watawakabili? Ukiangalia pale chini kidogo, Manda uwanja ndege usio na barabara. Wanazungumzia uwanja wa ndege ambao upo pale Lamu, ambao hauna barabara ambao inaenda pale. Kama unataka kufika kwa huo uwanja, lazima utumie hewa ama ndege. Pande mwingine, SHA anasema kwamba Duale sasa amruka Isaac Mwaura. Kumbuka kwamba Isaac Mwaura ambaye ni msemaji wa serikali alikuwa amesema kwamba wale ambao wana deni la Hustler Fund hawatapata msaada ama hawatasaidika kutoka na SHA. Lakini Aden Duale ambaye ni waziri wa afya alisema kwamba Mkenya yeyote awe kuna madeni ama na deni lazima atasaidika na SHA. Elimu, walimu wakuu wahofia usajili wa sekondari. Wanazungumzia kuhusu JSS, wanafunzi wale wa gredi ya 10 ambao walimu walikuwa wanazungumzia jana katika mkutano wao wa kila mwaka eneo lile la Mombasa, wakisema kwamba pia wazazi watalazimika kuingia mfukoni zaidi ili kushughulikia karo. Kiangalia upande wa juu wa gazeti ni Gachagua. Anasema kwamba Gachagua afunika Kindiki nyumbani kwake. Kumbuka kwamba kumekuwa na misururo ya mikutano pale Mlima Kenya, huku serikali na upinzani wakiongozwa na Rigathi Gachagua wakimenyana kuhusu ubabe wa eneo la Mlima Kenya. Tumemwona naibu rais Profesa Kithure Kindiki akifokewa na wakaazi wa eneo lile la Mlima Kenya, lakini ambaye ni Rigathi Gachagua anapokelewa vizuri, na maana kwamba wanaendelea kumenyana kuhusu nani mbabe zaidi kuhusu siasa za Mlima Kenya. Upande mwingine pale ni spoti. Kama unahitaji taarifa za spoti, basi pata gazeti la Mwana Spoti. Nadhani kwamba ni taarifa ambazo tumeziangazia katika gazeti zetu za siku ya leo, na mada kuu ni kuhusu maandamano ya hapo kesho, huku ikifichuliwa kwamba kuna viongozi serikalini ambao wamepanga maofu kuhusu maandamano ya amani ambao yamepangwa hapo kesho. Mimi ni Vides Moshoge, Vides Age RFM, zidi kutufuatilizia.